assume kwamba Ibra angefanikiwa Konde Gang, walimwahidi vitu vikubwa alafu vivyo vitu vikubwa vikawepo na akavipata. Kwa hiyo asingetuambia kwamba aliwahi kuitwa chumbani. Why now aje atuambie kwamba aliitwa chumbani akakataa kwenda eti kwa sababu wameshindwana na Konde Gang? Maana yake ni kwamba angefanikiwa pengine angetoa hicho ambacho aliambiwa atoe akakataa. Kumchafua mtu sikuona kama kulikuwa na haja ya kusema kwamba Harmonize alimuita chumbani afa akakataa. Tukiacha hicho kitu, Ibra amekosa points za kuargue. Ningekuwa mimi ni Ibra, ningekuwa na points za kutosha mno za kuargue. Kuna kitu kinaitwa value for money. Ibra ana claim kwamba anadaiwa 1 billion shillings. Yani Konde Gang amemwambia kwamba ili uvunje mkataba tunahitaji bilioni 1. Points za kuargue kwa Ibra ni kwamba je, kuna kitu kinaitwa value for money kwenye mkataba wake? Unaponiambia, yani Ibra anapoambiwa yeye alipe bilioni 1, ana thamani ya bilioni 1? Kwa sababu yes, anavunja mkataba, anataka kuondoka, ameambiwa toa bilioni. Yeye kama Ibra katika maisha yake ya muziki aliyokaa Konde Gang, sasa miaka 2, amewahi kuingiza bilioni kupitia Konde Gang? Sasa anapoambiwa kwamba alipe bilioni na hajawahi kuingiza bilioni, ndio kesi ya kwenda kuargue mahakamani. Na maana mimi nawashauri wasanii, mnapotaka kusign mikataba ya aina yoyote, anayekusainisha mkataba ana wakili. Wakili wake ameandika mkataba wake. Wewe tafuta wakili wako, aidhinishe mkataba wako, agonge muhuri wa Commission of Oaths kwamba huu mkataba umekuwa approved na lawyer, kwamba kuna kitu kinaitwa value for money ndani ya mkataba. Kwa sababu unaponiambia mimi nilipe bilioni, je, mimi nina thamani ya bilioni? Katika maisha nilokaa kwenye lebo yako, niliwahi kuingiza bilioni? Kwa tunapokosa point of argument, sasa nini kinatokea? Tunarudi sasa kulia kwa wananchi. Ndio unaona Ibra anarudi kulialia kwetu sisi wananchi wamsaidie amlipe Konde Gang. Anachosahau kwamba mkataba wake na Konde Gang ni mkataba wa kibiashara. Mkataba wa kibiashara unadiskasiwa mezani kwamba mimi nataka kuondoka. Ninapotaka kuondoka naomba nivunje mkataba. Navunjaje mkataba? Navunja mkataba kwa kulipa hela. Hela mnaotaka nilipe mimi ni bilioni 1. Sina uwezo wa kulipa bilioni 1 kwa sababu obvious sina uwezo wa bilioni 1. Na sijawahi kutengeneza bilioni 1 ndani ya Konde Gang. Naomba nilipe milioni 100. Milioni 100 yenyewe nayoilipa, sina uwezo wa kuilipa yote. Naweza kulipa ndani ya miaka 5, miaka 6, miaka 7 au miaka 10. That's how you argue contract business or business contract. Mkishindwana mezani kama Konde Gang na Ibra wameshindwana, wanakwenda mahakamani. Mahakamani msanii anayetaka kuvunja mkataba anatafuta wakili. Kampuni ambayo imegoma kuvunja mkataba inatafuta wakili. We meet in court, we discuss. Tunavunja mkataba mahakamani. Lakini hii story ya wasanii wanapoondoka kwenye lebo wanakuja kulia in public tuwasaidie, wakati ule mkataba wa biashara ambao aliusaini mwenyewe na anaona hauna thamani, aende